Alright. Mambo vipi wadau? Kama kawaida tumekuja tena the third episode of the Fat Check. Bwana, najua tumeweka kidogo lakini ndo sasa tumefika. Niko na mwenzangu hapa atajiintroduce kama kawa. Wewe ambaye unaitwa nani? I go by the name Anita Shastali. Na mimi inajulikana kama YT, kijana mheshimiwa. Sasa leo bwana tuko na hatuna mazungumzo mengi, tuko na topic kadhaa. Leo kuna jamaa ali-comment katika ile the last episode kauliza kwa nini vijana wataki kuoa. Kwa nini vijana wataki kuoa? Hususan vijana kama rika yangu. Sijasema ni mimi lakini rika yangu. Kwa nini vijana wataki kuoa? Na that is what we'll discuss here. Sijui kwa nini vijana wataki kuoa. Wewe kwa upande wako vipi umeolewa? Nani olewa? Alright. Okay, for me I think vijana wataki kuolewa ama kuoa because they have traumas. Yes, and they have wounds that hawajaheal, so wana feel they need freedom. Sasa utaka freedom hadi lini? So sometimes you let things go. Kuna weza kuwa umepitia trauma kwa utoto nini, but inafika time umeenda therapy or counseling. So hiyo ndio inasababisha mtu kijana sio. Yeah, tuseme for example, umekuwa kwa ina setup ambayo imekuwa kwa toxic. Like all the people who have surrounded you when either they have married or they have gotten married, like wamekuwa so toxic mpaka uko zileza if this is what it takes to be in a marriage. Wacha tu ni so kumaanisha pia marafiki wanaokuzunguka wanaweza fanya usio, si ndio? True. Mimi mbona marafiki zangu wote wameoa. Sasa shida ni mimi. Shida ni wewe ndo badili. Marafiki zangu wote wameoa bwana, kasoro mimi peke yake. Lakini mimi naweza sema siku hizi sijasema ndoa ni mbaya. Lakini pia ndoa sijui niseme ni simu hii, lakini sijui niweke aje, lakini mimi kulingana mimi kama kijana, mimi sijaoa. Na sababu zangu kwa nini sijaoa binafsi. Kuna some things which nadhani ama nafikiria nikiingia kwa ndoa kuna vitu sitavifanya ama sitavifulfill. Umeelewa? Kuna okay, unajua ndoa zinakuja na commitments mingi. Commitment na mob na inaweza kuwa pengine umezoea wewe bwana ikifika zako Friday. Umeona? Lazima ndio kumsalimia Romeo pale ama nani. Lakini kwa sababu uko kwa ndoa, bro, unapigwa mashati no going out. Unafichwa mpaka kifuli. Mimi nimeona wenzangu. Nimeona shenda wengine kwa wasaidia bwana niulize jamaa. Mimi yaani leo vipi utatoka? Ongea na mpaka ndo plead pale tupige magoti bana, basi fresh tu. Tupiga magoti sisi. Eka 5. Umeelewa? Lakini sijasema ndoa ni mbaya kwa sababu hata pia mimi nimeona marafiki zangu tangu waingie kwa mandoa. Wengine wamenona. Wengine kidogo wamekuwa na akili. Akili, what do you mean by akili? Kwani wako mimi marafiki zangu kadhaa walikuwa watu, sorry to say this, walikuwa watu blood fucking. Walikuwa watu blood fucking. Ni blanda. Lakini tangu waoe, unajua kuoa inakuja na majukumu. Very true. Umeelewa? Kama leo nimepigia besti yangu fulani nikamwambia bana leo nataka twende mahali. Kanaambia bana mimi siwezi enda kwa sababu nina nini? Na mamas na mtoto atakunicheki. Lakini pia Mungu si atumani. Maana yake naona tamfuata paka penye yuko nimtoe. Kwa hivyo unavunja ndoa. Sijavunja ndoa, sio katae kwenda, usifunge mlango. Kwani nitakulazimisha? But unajua sometimes temptations. Mimi kuna nikikupigia afu nikishake zile bottles. Uko wapi bro? Pila kesho. Mwenyewe. Sasa kwa zile episodes za Tom and Jerry, Tom anaekea Jerry cheese. Alafu ndio sasa hivi mimi nakupigia bila nasikia ndizo hizo. Ana pin location, namtumia live location, mwenyewe anafika pale, anafika na mbwembwe. Anafika kisha tafuta waiter kabisa, ambaye waiter niweke kabisa ziki. Lakini sasa vijana wengi, what I can say, vijana wengi wanaogopa kuoa kwa sababu ya majukumu sana. Unajua ndoa ni majukumu. Na ukiamua kuoa ni kuamua kwamba kuna vitu umeviacha kama kijana. There's another life, kwa sababu yule msichana kuna vitu lazima ataviacha. Maana kwa msichana ataenda kuwa mama. Huta expect mamako mwanangu wewe umeacha bibi
home, alafu wakutana naye Faramendo mwanangu yuko kule juu. DJ ongeza volume. Umeelewa? So kuna vitu lazima naviacha kwa sababu ya respect, unaelewa? Yako, ya familia na ya watoto. Na sasa kama kijana, unajua kijana ndo mtu ambaye ni mtu mwingine kuacha zile vitu anafanya kitambo ni ngumu. Umeelewa? Ni ngumu. Sasa madem mnafahamu tuelewe sisi kama vijana. Muda mwingine tuna ile imani kweli ya kuoa. Kabisa? Lakini mtuvunja moyo wakati tushaweka kwa nyumba. Mtuweka restrictions, mtuvunja moyo. Kama nilikuwa nimezoea natoka out mpaka saa 10, naambia basi baby umeoa, njoo saa 7. Umeelewa? Kesho saa 6, saa 4. Mpaka mwisho nitakwambia basi tupige hapa home. Umeona sasa? Lakini mkitaka ile ati nimekuoa leo, hakuna kwenda out. Ndio ina survive vipi? But again, I feel pia a lot of people wanaogopa story ya marriage. Like the recent case yenye imekuwa kwa trend on TikTok, the anaitwa Claire, the Claire akamwagiwa acid. Yeah. Hata kama ni wewe. It said like the guy was married and akona watoto. So people were asking ni nini yenye jamaa alikosa kwa bibi yake na kwa ndoa yake yenye ilifanya aende kwa another girl. Now, sisi kama wanaume. Sisi kama wanaume, naongea kwa niaba ya wanaume. Wanaume wana cheat si kwa sababu wanapenda kucheat. Unanielewa? Wanaume wana cheat si kwa sababu wanapenda kucheat. Sisi gani? Yani unajua ushaka na mtu pako kwa mzoea. Like wewe yani pako umezoea. Unaona first time kwenda shule ile, uko na morali. Like unaweza kwenda shule unaweza kubweka. Sema nimeenda shule sana. Sasa ni hivyo. Una bibi tushamzoea. But so wewe walize, so bibi umemzoea. So alafu unajua sisi tuna cheat kwa sababu ni tamaa, tuko na nini ni tamaa. Si ati tunapenda, ni tamaa. Huyu ako na kitu kizuri kushinda bibi yangu. Pengine mimi niko na baba bibi, kama hii video na trend up the Pluto hii, kuna udem umeona hii udem. Ati baby ni bule soko kwa udem kama unamwacha rudi soko kwa nani unapambana naye. Dem kama ule sio kuachwa wakati unamwacha kivipi. So kuna vitu unaona kwa dem mwingine mwenye dem wako ana. Umeelewa? Kwa mfano mimi ni zaidi nipate msichana mwenye macho 4, mwenye anapiga buibui. Nakataa kwa nini? Na mimi bibi yangu avaa hivyo, pengine dem wangu amavaa hivyo. But before see that means ukioa mtu you are ready and umechagua for better for worse. Yeah, like ndio maana hatuambii wewe ushasikia mtu akichita na kuja kwambia ati mimi nimecheat. But again, so unaona vitu kama hizo ndio inakuja mtu akozeleza why should I get married and at the end this is what is going to happen. Lakini kuna watu wengine wako loyal, si ati watoto na cheat. Kuna some of the people wako loyal. Ni sawa? Loyal, yani paka una demand. Mimi kuna mabeshte zangu mpaka nikiangalia hivi natamani ningekuwa ndoa, ninaweza wataja. Mtu kama beshte yangu Yusra hivi. Mpaka nikiangalia hivi natamani ningekuwa ndoa, maana naona ndoa iko vizuri. Lakini inafikia mahali bana unapatana wengine wale wa kupigana mpaka unasikia ndoa ya nini? Unaniget. Mtu kama Claire. I don't support kumwagiwa acid. But pia whatever she did wasn't right. One, kwa sababu ikiwa hutaki mwanaume, unajua kabisa huyu mwanaume ana bibi. Ni sawa? You know dem ana bibi, boy zako na bibi. Why should you accept kwamba ukwedi boy wake? Unanielewa? Unakubalia nini na unajua msako na bibi? Si ukatae. For us to fight this thing, ni lazima upe ukubali. Ukatae, mimi siwezi kudate na bibi. Yeye alikubali, si ndio? Alikubali. Alafu akaulizwa akasema kwamba mimi yule jamaa alikuwa analipa school fees na alikuwa sitaki. That is what she said. In real sense, wewe unaona school fees inaingia kama mwanamke na hutaki mwanaume kulipia school fees. Why don't you stop that man? Bana mimi sitaki unilipie. Kuna watakulazimisha. Unanielewa? So wewe umempea hopes ule mwanaume kwamba wacha wewe can do anything because I'm yours. Alafu baadaye unaniambia I'm not your type. Why mimi? Ndio pale nafikia mahali unamwagwa acid because tuko na ile bana, hakuna mwanaume anapenda mwanaume ana invest na kuinvestia. Hiyo ni project nimeinvest. Wewe utaacha project yako iende vivi? Ni biashara nimeinvest. But it depends. Lakini in that topic I don't know. I don't have an input about that because again I'm like if truly she took advantage of the guy
it's bad or Very bad. And perhaps I read some bloggers statement akisema she refused to pay the guy because she said ataki kuwa bibi wa pili, of which I'm like, I thought maybe when you're dating someone and you know they're married, maybe you're open to a polygamous marriage. But kulingana na boys alisema aje? Boys alisema mimi nilimwambia niko na bibi na watoto. But she's true. Akakubali. Si ndio? Akasema ni aliambiwa kuna bibi na watoto. If umeambiwa niko na bibi na watoto, kwa mfano mimi nikwambie bana niko na bibi na mtoto, then you accept to go on with me. Kumaanisha unajua kabisa huyu ana bibi na mtoto. You get? Yeah. So it's you to choose na ukakubali, we go on. Ingekuwa umekata from the start, easy things hazinge happen saa hizi. Unanielewa? So ile jamaa kama uko na uwezo, sasa hivi wana generation that we are, si kama hata wazazi wetu wa kitambo walikuwa wanaoa bibi wanne wa watano. Kama uko na uwezo haikatazwi. You understand? Even kwa Bible kuna mtu alikuwa na bibi kadhaa. Haikatazwi, hata kwa Qur'ani inakubalika bibi nne. As long as unaweza provide wote. Leo huyu, kesho kwa vizuri. Piga vitu vya kuchemsha. Mapozo kwa wingi. Umeelewa? Ukiwa fresh wewe una. But sasa wewe umekubali, alafu imefika nimekusaidia, umegraduate. Paka graduation tumeona kuna picha na trend wamepiga wote. Then unakuja unaniambia ati I'm not your type. How? Kwani nilivyokuwa nakulipia school fees kwa ujui kama I'm not your type. So ukitafuta mzee. Bro, hiyo ni investment. Hiyo ni investment. Sometimes pia maboys wanaumia. Yeah. Maboys wanaumia na mademu wanakuwa supported sana. Si semi kwamba Kenya amefanya yule jamani vizuri. I don't support that. Yeah. But if you know very well kwamba huyu kijana wewe umemtaka for a short period of time, umkule hela nini, mchume kidogo muondoke. Unajua school fees za uni venye ni gali wewe, mtu akulipie semester zote. Pengine angekuwa na kaploti mahali. Maybe hata mtoto wake alikuwa anafukuza juu ya school fees na anakupa. Thank you. Alafu wewe anakulipia, alafu unakuja kuniambia I'm not your type. How? But again hiyo pia ili raise some eyebrows because sasa walikuwa kwa zile za hao si wawili ni watu wa kanisa, kwanza SDA, watu wa choir, and the way like watu wa kanisa wanakuanga low holy. You cannot do that, ni makosa. Lakini hasira itambue ni mswa kanisa ama ni mswa wapi. Hata even pastors sometimes they miss. True. If you can't control your anger, inaweza kumess. Haitambue ni mswa kanisa, itambue wewe ni professional gani, as long as ile ujuki control. Kuna some of the people pengine walifanywa kitu kama hiko, but they took it in a different way. Walihandle in a different way, akasema let it go. Na mimi waambianga my boys, don't invest somewhere ama don't invest something that ukiluzo unaweza umia sana. Invest something that unajua ikipotea uko tu sawa. You understand? Yeah. Hii story kwamba una invest something big, then ikiumana you want to do revenge. Sasa kwa mfano sasa kama sasa tuseme tuko tia muhimu ya modem. Do you think huyo jamaa atakuwa happy na modem? Si hata kwa anampenda venye yako. You get? So umemharibu uso. Alafu at the same time muambie umuoe sasa muoe. So unataka kumuoa huyu muoe. You want to be happy. It's like sasa ndio umelazimishwa. You understand? So hata mademu ukiona huyu jamaa type yako, tafuta wababa. Wababa wana mambo mengi. Wale ni hela watakupea ngapingapo kupe. Wale wana mambo mengi. Tafuta mbaba wako politely. Kae naye fresh. But pia it's funny because some time back before issue ya Claire, there was a guy alikosa, ilikuwa kwenye hiyo period ya Valentine, alitrend pia because aliletea the girlfriend gift zenye hakuwa anataka, and dem akamwagia maji moto kwa uso. Of which people say history ya Claire ilikuwa more amplified than ya huyo boy child. Because hata wanasema if you see the way huyo jamaa mwenye alitumana Claire enda akamwagilia acid, the way he was handled na kutafutwa, it was very quick than venye ule dem mwingine mwenye alichoma the guy na maji moto kwa uso ilikuwa kwa handle. So kuko na hiyo campaign ya boy child anasaulika, but again you are like jibibi ni jibibi, we don't advocate for violence.
iko kwa ni mwanaume anafanyiwa, iko kwa ni mwanamke. Unajua sisi maboys tunaumia in terms of hata hiyo mambo ya GBV, pia sisi tunaumia sana. Kwa sababu sasa hii itokee. Msichana ameenda kuripoti. Ameripiwa. The action itachukuliwa hapo, itachukuliwa very fast. Nenda kafanya hivi, nenda kafanya hivi. Wewe boy nenda kanini umeripiwa sasa hizi. Sasa mimi nimeripiwa. Demo na kwa mademu ngapi? Mademu 3. Vipi nisikiaje? Yaani anakosa ku make fun of it. Anasema uli enjoy. But pia maboys wanakuwa raped. Unajua kama mimi kuna jamaa fulani unaweza nimuuliza tu kama jokes. Wewe wiki repiwa, sema mimi hata sasa yake mtu akinirep naweza enjoy sana. Haichukuli na different way. Anachukulia mimi naweza enjoy, nitasikia vizuri mimi. But ile kuna huyo jamaa alirepiwa na wanafunzi akafariki. I think sijui yuko wapi huko. Kuna security alirepiwa na wanafunzi wakafariki. So maboy child hawapewi ile priority kama mademu. Mademu sasa kitu kimfanyikia. Angalia hiyo demu amefanyikiwa Mike Sonko shaenda, jamaa amepost justice for Claire. Na ule boys I think people forgot about. Hata julikani yako wapi, alimwagiwa na maji moto. Lakini pia na advise these people. Sometimes look for someone mwenye unamuelewa. You understand? Yeah. Tafuta mtu unamuelewa. Hiyo kurukaruka some stages. Kuna wase wanadharau ndogo ndogo, wewe unaenda kutongoza demu anakuambia wewe ni mtoto kwangu. Mimi nimekuona gini. Surely. But at least huyo amekoko open down. Hiyo pia ni dharau na ati mtoto kwangu. Anyamaze. And then like akuje you guys mkoko pamoja, and then in future kufanyia kitu kibaya, and then akwambia at first mimi nilikuonya but you didn't. Nikuulize. Kwani mtu anafaa kudate wakiwa na how old? Demu anafaa akuzidi na how old asikuwe mtoto? For that I don't know. Yaani sasa mzee unamuona ngati mademu kuna dharati wewe. Wewe unaambia kitu wewe ni mtoto hao. Mtoto hao. I'm a man bro. Maybe reasoning cause a lot of ladies love. Anaweza kuwa na reason kama mtushe blood fucking. Yeah, so some ladies love people. But again, maybe to ask you, why do you think like the society doesn't take boy child cases so serious than the girl child? Unaona makosa iko wapi? Sisi kama maboys unajua dem achili wingi sana kwa sababu anajua dem akimesi hivi anakuwa na mimba, mzigo bado inakuja wapi? Home. Unanielewa? But sasa our community ama our society wameka attitude mwanaume ni kujikaza. You understand? Mwanaume ni kujikaza, mwanaume can do anything, lakini mwanaume ni kuile unapinda. Ndio pole unaweza kuwa unasikia jamaa leo niko wewe mwanaume jikaze. Wewe mwanaume jikaze. Lakini sasa demu hajafanywa kitu, mbona angalia amemwona demu. You understand? Kama kwa mfano acha nikupe tu example, kama huyu demu alikataa kulipa boda huko mpaka video jamaa kaingilia akapigwa. You understand? Sasa kama ule demu reason nini kukataa kulipa nini? But usao umechukulia alisaidia mwanamke. But ilikuwa ni alipe aondoke. Unaelewa? Lakini kwa ni jamaa mbona ana mambo kijinga huyu? Mbona amekuja hata kulipa? Unaelewa? So our community wameka ile taswira kwamba mwanaume ni lazima ajikaze. Wewe mwanaume kuumia basi ni mbengine amejifinya sana, lakini mwanaume yake kila saa ako sawa. Which is very bad. Wanaume wanaumia sana huko nje. That's why tunakuwa na cases za wanaume kujinyonga. Tunakuwa na cases za kwamba mwanaume sijui amekimbia, ameji isolate peke yake kwa sababu vitu kama hizo. You don't give that person priority ya kujieleza, ya kujiexplain. Uvuja hata watu wa GB nini wafaa wakuwe na hii kuhamasisha. Kuhamasisha ni even the wanaume sisi pia tujifeel like we are part of this thing. You understand? Yeah, kwa sababu kila mmoja ukienda jua dem afai kufanywa hivi na hivi, what about a man? Pia sisi tuna mwili, tuna hisia. You understand? When someone playing with our feelings inakuwa kama unakuwa traumatized nini. Ukija kwa mapenzi huko naambiwa ni mtoto. Ni mtoto mdogo, hawezi ni date. Sio mwambie vizuri na good way jamani. Nishaambiwa hivyo mimi siku moja na mtu fulani hapa. Kamba mimi mtoto, wewe nilikuona ukigrow. Ukikuwa hivi na kuona. Kamba ni sawa. Lakini sasa nimekuwa.
Maybe she needed you to prove you're a man enough, like your reasoning ime upgrade kidogo. How can I prove that? I don't know, ladies have mfano ingekuwa ni wewe sasa ungefanyaje? Angeprove aje? Nani? Huyo jamaa. I don't know. Ladies have their own tactics. Ladies kuna ule mwenye atakwambia mimi huyo jamaa especially the sapiosexual ladies atakwambia upstairs kidogo unaona ajifikisha, na kuna ule mwenye they're not even turned on about your intellectual mind, wako zile za huyu hata si hizo zote. Huyu wangu ni kwamba mimi ni mtoto, na hakuna reason na maana. Mimi ni mtoto, hata hakuna reason na maana. Sabi ni muulize. Hapo ni ngumu, Wewe ni mtoto, Mtoto yeye ndipo wapi? Ukifikisha 18 years you're not a kid. But again, can you date a lady who is 18 years? Mimi saizi? Why not? Okay. Kuna mademu hapo sasa wako na 17 years na COVID hapa. Kwa sababu ile life wamekuwa wamelelewa man. Hawa sio kwa hapa IQ iko vizuri sana. Na sasa kuna vijana kama sisi ambaye IQ yetu pia iko vizuri, ambao unaweza date msemo mkubwa. Kwani msemo mkubwa umekushinda wewe? Au wala man. Mimi niko na 20 something. Yule ako na 26, 27. And judging cause you know Charlie na Betty, anajiita Betty Kialo. Umeelewa sasa? Thank you. Wewe ni asikiza interview ati kwamba sisi si watoto. Kama ataki aseme tu ataki, si watoto wapi. Acha kuacha na reasons zenye ziko. Ndio watoto wapi. Yako ni ngumu. So boy chala for priority pia katika hizi mambo na GBV. Kwa champion. Kwa sababu man, we are going through a lot. But anyway, lakini pia sisi kama vijana tusiinvest kitu tunaogopa ku lose, because sasa hizi angalia sasa kama jamaa life yake ndio imeishia tu hivyo. Anaweza fungwe. Yaani uko tu, yaani for a small reason. Ningeacha tu story ingeisha. Focus na. But huwezi jua ameinvest ngapi. Hiyo ni pesa mingi wewe kusomesha mtu ni. That's a lot of money. That's a lot of money. But I also feel maybe if wangeongea waelewane from the beginning. Sasa hapa waweza kuwa wameelewana, lakini shida ni demu. Demu ilifikia point akasema you're not my type. But people outgrow out of love, and you need to understand that. Doesn't need sasa, to be why ulikuwa na invest kwako basi if you're not your type? Okay, I have a question for you. Your first ever ex-girlfriend or ex-partner, do you still love them? I love her like a friend right now. Is she still, are they still your partner? No. Like your type? No. Okay, my type. Are they still your type? Like you can go back and kwa sababu pia mimi kuna vitu nimeongeza, yeye pia kuna vitu ameongeza. Thank you. So people outgrow each other. Kuna vitu nilipenda before zenye saizi uko zile za hapo kweli sikumbuke niliona nini, but again it's okay. Mimi nilipenda for 4 years alafu ati nikimaliza for those years umaliza semesters yako ndio uweze hata sasa ndio kuna vitu nimebadilisha. Wewe acha bana. Maybe when I loved you, maybe you are not toxic. Saizi tumekaa na wewe nimegundua huyu msee kuna venye kumtoxic. Lakini madem ndio mnafanyanga sisi tunakuwa toxic. Unajua hivyo? Wallahi madem wanafanyanga tunakuwa toxic. Kama kuna hii scenario unapata you're trying to be cool with your man, with your woman. Lakini sasa lazima unajua nyinyi mnakuanga na ile vitu vya kuudhi tu kidogo tu. Utajikaza mpaka mwisho useme lazima kakale mbao moja tu kakao tu sawa. You need to spice up the relationship. Na kama choko. Tulia. Sasa nimerelax. But unajua inaanzanga hivyo, you start coffee moja. Mimi thank God kuna dem nishampiga. Hakuna dem nishampiga. Na kanisha kupiga ni bahati mbaya. Lakini I swear to God, mimi tangu nianze kudate hakuna dem wangu nishampiga. But you remember kuna this lady mwenye kesi yake imekoko at some point inspiring to some people. Akakadem Kenya kaliwa boyfriend yake kalimdunga mara sijui 21. Anaitwa Miss Langata. Kwa nini? Mapenzi tu. Like she said sijui boy alimcheat ama I don't know walikosania nini.
and then in that nini akapandwa na hasira, and then like alimstab. In this life hakuna mwanaume cheat man. Let's talk facts. Hakuna mwanaume cheat. Kucheat ni nini? Hata kuflirt ni cheating. Yeah. Si lazima mkue me have sex, you understand? Hata kuflirt ni cheating. Yeah, that's kwa demade mwingine is cheating. Emotional cheating. You understand? Yeah. So hakuna boys za cheat. Hakuna. Kama uchiti wewe basi wewe si bwanaume. Kuna kitu hakiko sawa. Does that kama wewe unajua kucheat, haki ya Mungu andika hapo chini mimi si cheat. Wallahi nakupa zawadi. Does that mean pia tuseme like pia madem pia wanastahili kucheat? Dem akiamua kwa loyal anakuwa loyal. Whatever can advise boys boy, hata kama umeamua cheat usiwahi onyesha dem yako. Respect is something important. Usiwahi muonyesha dem yako. Unanielewa? Usiwahi onyesha mabeste wa cheat. Onyesha manani, wewe onyesha wengine. Lakini dem yako onyesha. Usiwahi onyesha. So essence ya kucheat kuonyesha wengine and not your partner. And why should you go and cheat? Si kwamba tunaonyesha wale. You can whatever you're searching to the other person, you can try and make your partner enjoy what you love. Nikuulize mfano. Mimi nataka demu mrefu mwenye matako kwenye boobs. Demu wangu mtoto wapi unataka kufanya bibi? Wakati ulienda home date ukijua unataka. Kuna vitu vina grow. Kuna muda mwingine. When you outgrow someone, you don't need to cheat. You just tell them, hapa kwenye naona tukiendelea will be toxic. Usha cheat? I have. Kwa nini? Because I was young and stupid. So sister do cheat? Sijawahi. Kumbuka kama mimi. Miss J cheat. I know kuna hiyo time mimi na flat. Na cheat ku flat. That's emotional cheating. That's even worse because you damage your partner mentally. Hajui. Lakini pia mademu mwache kushika simu za wanaume, mwache kushika simu. Wewe kushika kama simu hii inawapa wale kama kuna watu ungekuwa unaona kutoshika simu ya boys wako. Inaweza kufanya mkaka vizuri sana. Hizi simu hizi. Hizi simu hizi. But anyway, mimi na advise my boys mwache kucheat, and if it's necessary for you to cheat, just move kindly. Cheat in a way that mtu hatajua dem yako atajua. Unanielewa? Mimi pia nastahili kwa mimi cheat once. Na hiyo once ilikuwa ni vipi? Niliflat siati kunini na mtu mwingine niko flat. Na kula flat ni nini? Lakini mimi najua kuna watu wana cheat. Kuna watu wako kwa ndoa wana cheat. Sasa mimi naona na sasa ndio inafanya watu wengi wanasema ndoa hapana. Because why will you be committed to someone that you know atani cheat? So people prefer wacha tu ikae. And then pia another thing, when we were kids, a lot of things used to be affordable. Sasa tumekuwa watu wakubwa kidogo. Vitu ni mingi. So kwa zile za mimi mwenyewe kujimaintain is very hard, and then now I had a wife. Kujimaintain ni kujipanga walai. Hapo hata usicomplain. Hapo hata kama mwanaume unapata 50 bob, unaweza jipanga. I swear. Unaweza jipanga fresh. Unajipanga aje. Ina depend. Oye, ukipata demu mzuri amekuelewa, mademu wako wakuelewa wasee. Kuna msana anaenda mjengo anakuja kwa baby unapata itengo tunafanya na una cheat na mwenyewe. Lakini ngoja kucheat si kwamba ati una cheat na unamuonyesha. Nimetoka mjengo nimekuja na tao yangu pale. Si ndio? Baby niko na tao tunafanya toa 500 weka upande huko utalipia rent. Toa nyingine tutumie nyingine weka saving. Man kunao mademu. Kuna some men size. Sasa mwanaume akosaje kucheat wewe? Mwanaume lazima cheat kidogo kwa mbali. Kumbali tu. Kumbali. Hata dema akikuja akibebona mtu ako na Range Rover. Acha tu. Huwa tunachana bro. Huwa tunachana. Ngoja muachane na wewe unataka kucheat. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Na hata kuonyesha. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mwanaume ana cheat si kwa sababu anampenda yule demu. Kwa sababu ameona pengine ana nyashi akapenda nyashi. Ana boobs anapenda boobs. Lakini mwanamke kitamba kupe hiyo sambusa kake. Bro amekupenda man. Alafu pata mtu amegonga vizuri kushinda wewe amekuacha. Anyway, thank you so much for this episode, and we have a lot of more episodes nakuja. So kenye tunaomba from you guys
msubscribe, alafu mtuambie next topic hapa ni gani. Mimi naweza sema vijana, kama uko na uwezo wa kucheat, you have resources za kucheat, kindly do so, but wasijue. Kindly do so, but wasijue. Thank you so much. Lakini yule msichana alikuwa aliniambia mimi ni mtoto. Nimemark. Na utamrudia. Na namrudia. Nimekuwa mtu mkubwa. Ombe kitu tukimaliza. Thanks for watching. Subscribe, comment, share and tell us more topics zenye mnataka tuongelele. Na pia mtuambie hapo chini mbona masuala ya Bwechala iko amplified sana. Gap iko wapi and how can you close that gap? Yeah, na swali lingine uko kadi? Tukutane tarehe 30 March tunaenda IBC. Wewe kama uko kadi hakuna sleepover. Kama uko kadi hakuna mechi. Kama uko kadi hakuna sherehe. Thank you so much. Hakuna kucheat.